Kwa takribani vipindi vitano vya uchaguzi kuanzia mwaka 1975 mpaka mwaka 2000, uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge pamoja na madiwani ulikuwa ukifanyika tofauti. Kwa maana ya kwamba uchaguzi wa rais na wabunge ulikuwa na kipindi chake na uchaguzi wa madiwani ulikuwa ukifuatia kwa kipindi chake. Gharama za uchaguzi wakati huo zilikuwa kubwa kiasi gani? Hii ni The Walking Bridge, langu jina ni Said Ramadhani na hii ni episodi ya 10 ya Uchaguzi Unleashed, ambapo nitaangazia gharama za uchaguzi hapa Tanzania na namna ambavyo wananchi wanaweza kushiriki ipasavyo kuhakikisha kwamba gharama zinazotumika katika uchaguzi zinatoa matokeo sahihi. Kama nilivyotangulia kusema, kuanzia mwaka 1975 uchaguzi wa madiwani ulikuwa ukifanyika kivyake. Katika kitabu cha Uongozi na Utawala cha Pius Msekwa kilichoandikwa mwaka 2011 inaeleza kwamba kutokana na wakati huo mwaka 1975 Tanzania ikiwa na chama kimoja cha siasa au serikali ya chama kimoja cha siasa, kulitokea ucheleweshaji wa uteuzi wa wagombea wa nafasi ya udiwani. Kutokana na ucheleweshaji huo ikapelekea tume ya uchaguzi ambao sasa ilikuwa chini ya bunge ikisimamiwa na spika wa bunge ambaye alikuwa kama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na katibu wa bunge ambaye alikuwa akifanya kazi kama mkurugenzi wa tume ya uchaguzi. Sasa chama ndicho kilikuwa kikifanya uteuzi wa wagombea wa nafasi zote kuanzia ubunge, madiwani pamoja na rais. Na sasa ilitokea kwamba wabunge na rais walikuwa tayari wamekwisha kuteuliwa na wamefanya kampeni zao, na sasa uchaguzi wa kuchagua sasa unaelekea kwenda kuanza. Ikaonekana kwamba wagombea wa udiwani bado haujakamilika kwa kiasi kikubwa katika kata mbalimbali hapa Tanzania. Alikuwa mkurugenzi wa uchaguzi wakati huo bwana Pius Msekwa, yeye mwenyewe alienda kwa waziri mkuu wakati huo Rashid Mfaume Kawawa kuomba ruksa ya kusogeza uchaguzi wa madiwani mbele ili kutoa nafasi ya kupata watu ambao wameteuliwa na Chama cha Mapinduzi. Chama cha tano. Unajua kwamba Chama cha Mapinduzi kimekuja kutokea mwaka 1977. Sawa. Kwa hivyo wakapata hiyo ruksa. Na kwanza sasa hapo ikaonekana ni vigumu kufanya uchaguzi wa pamoja kati ya rais, wa bunge pamoja na madiwani. Uchaguzi wa madiwani ukawa unaenda kivyake, na uchaguzi wa rais ukawa unaanza, kisha uchaguzi wa madiwani unafuata. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania kwamba uchaguzi unafanyika kila baada ya vipindi vya miaka mitano. Baada ya miaka mitano ndipo uchaguzi hufanyika. Kwa maana hiyo kuanzia mwaka 1975 mpaka mwaka 2000 vilipita vipindi vitano. Kuanzia mwaka huo 75, mwaka 80, 85, mwaka 90, 95 na ndipo mwaka 2000 sasa uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge pamoja na madiwani ulifanyika pamoja. Kutokana na hali hiyo, nawaza kama kulikuwa na gharama kubwa sana ya uchaguzi, ingawa hivi sasa gharama za uchaguzi ni kubwa kuliko kipindi hicho kutokana na mabadiliko mbalimbali. Nasema kwamba kulikuwa na gharama kubwa ya uchaguzi kutokana na kwamba siku tu ya kupiga kura kuna gharama mbalimbali ambazo zinaingia pale: wasimamizi, vifaa na kila kitu. Kutokana na kwamba kila mtu anayefanya kazi katika tume ya uchaguzi analipwa. Kila operation inayoendelea, usafirishaji na kila kitu, vyote hivyo vinatumia pesa. Na sasa kufanya uchaguzi huo kuwa separate kunaongeza gharama zaidi. Nafikiri wanahistoria watakubaliana kwamba wakati huo, kipindi hicho, chaguzi hizo zikifanyika mara mbili, uchaguzi mkuu ukifanyika mara mbili, gharama ilikuwa kubwa sana ukilinganisha na hivi sasa. Sasa leo nataka tuangalie sasa kuhusu gharama za uchaguzi wa mwaka 2020 kabla hatujautazama
uchaguzi wa mwaka huu wa 2025. Uchaguzi una vipindi vikuu viwili. Kipindi cha kwanza ni kipindi cha maandalizi ambacho kinahusisha uboreshaji wa daftari la wapiga kura. Katika uboreshaji wa daftari la wapiga kura ni kipindi ambacho wananchi wengi wanashiriki hivi sasa, na wengi wameshashiriki. Kwanza kinasaidia kutoa wapiga kura ambao si halali, kwa maana wapiga kura ambao tayari wameshafariki au wapiga kura ambao wamepoteza sifa za kuwa wapiga kura hapa Tanzania. Wapo wale wapiga kura ambao wameukataa uraia wa Tanzania, wamekuwa raia wa nchi zingine, sawa sawa, lakini pia wale waliofariki. Lakini pia katika kuboresha daftari la wapiga kura tunaandikisha wapiga kura wapya, wale ambao tayari wametimiza umri wa miaka 18 kwa ajili ya kupiga kura. Lakini pia kuboresha daftari la wapiga kura, kutoa kadi mpya kwa wale ambao tayari wamepoteza kadi, lakini kutoa kadi mpya kwa wale ambao kadi zao zimeharibika. Lakini pia kupata orodha sahihi ya wapiga kura katika jimbo husika. Kuna wengine ambao wametoka maeneo mbalimbali wameenda maeneo mengine, kwa hiyo taarifa zao zinabidi ziboreshwe katika maeneo husika ili waweze kuchagua mbunge, rais pamoja na diwani katika maeneo hayo. Hasa katika vipindi, na kipindi cha pili ni kipindi cha uchaguzi wenyewe. Kipindi hiki kinahusisha masuala ya uteuzi wa wagombea, kampeni na siku ya sasa ya kuchagua, kutangaza matokeo, kufanya upembuzi, kutoa ripoti na kushughulikia changamoto mbalimbali za uchaguzi ambazo zinakuwa zimejitokeza. Sasa kwa mwaka 2020 katika kipindi cha uboreshaji wa daftari la wapiga kura, kama nilivyoeleza, takriban shilingi za Kitanzania bilioni 153.3 na zaidi zilitumika katika kuboresha daftari la wapiga kura. Na katika mwaka huo pia, katika kipindi sasa cha uchaguzi wenyewe, sasa uchaguzi sasa baada ya uboreshaji wa daftari la wapiga kura, sasa ni uchaguzi, understood. Takriban bilioni 331.8 na zaidi zilitumika katika kufacilitate uchaguzi ule. So zaidi ya bilioni 486 na zaidi zilitumika katika kufanikisha uchaguzi wa mwaka 2020. Ni gharama kubwa sana. So Watanzania inabidi tuelewe jambo moja, kwamba fedha hizi zinazotumika kwa ajili ya uchaguzi ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Napenda kuwasihi Watanzania na watu mbalimbali ambao wanaotazama uchaguzi wa Tanzania kwamba ni vyema kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unafuata sheria, kanuni na taratibu, na zaidi katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhakikisha kwamba hakuna ajali za kipuuzi ambazo zinaweza kutokea. Kwa mfano, katika uchaguzi wa mwaka 2020 tulishuhudia matukio kama watu kukimbia na sanduku la kura. Matukio mengine watu walianzisha fujo katika vituo vya kupigia kura. Lakini pia matukio mengine ya kuuawa kwa wagombea. Matukio kama haya yalikuwa yanapelekea sasa maeneo husika uchaguzi inabidi ufanyike upya. Sasa jambo hili la kufanya uchaguzi upya au kuja na zile ambazo tunaziita chaguzi ndogo kunapelekea ongezeko kubwa zaidi katika uchaguzi. Ni nani anayeweza kusaidia kupunguza gharama hizi za uchaguzi? Ni wewe mwananchi, kuhakikisha kwamba unashiriki kwa nidhamu, ukiheshimu kwamba fedha za jasho la Watanzania, kodi za Watanzania, rasilimali za Tanzania zinatumika kuhakikisha kwamba tunafanya uchaguzi huu. Na lengo kubwa la uchaguzi basi ni nini?
Uchaguzi ni sehemu muhimu sana ambayo inatuwezesha sisi kama wananchi kuweza kuwawajibisha viongozi ambao tuliwachagua. Wale viongozi ambao hawakuwajibika ipasavyo katika nafasi zao, wanaporudi tena kuomba kura, pale ndio sasa tunapowachinjia baharini. Na kwa bahati nzuri ni kwamba hata wale wanaopita bila wale ambao wanakuwa wagombea pekee ambao mwaka 2015 mwaka 2020 walipita bila kupingwa. Kwa mfano 2020 takriban watu majimbo 28 kwa mujibu wa ripoti ya tume ya uchaguzi, kuna wabunge walipita bila kupingwa. Hatuwezi kuwataja kwa majina lakini wanafahamika. Ukipitia ripoti ya tume ya uchaguzi utawaona wabunge waliopita bila kupingwa katika majimbo mbalimbali hapa Tanzania. Na sasa wale ambao wanakuwa wagombea pekee tutawapigia kura ndio au hapana, na wale ambao wanawagombea wenzao nao tutawapigia kura kwa kuchagua nani bora zaidi. Sasa yule ambaye amerudi tena kugombea na tunamjua kabisa hakufanya kazi, ni wakati wetu sasa kwenda kutokumchagua na kuchagua mtu mwingine ili kuona kama tutapata chachu mpya. So uchaguzi si mchezo. Uchaguzi ni mchakato ambao unamhitaji kila mwananchi kushiriki kikamilifu. Tuhudhurie kampeni kwa nidhamu. Wagombea tuwaulize maswali, tuepuke siasa za uchochezi, siasa za ubaguzi, lakini pia siasa za dharau na kutweza utu. Kumradhi. Siasa za kutweza mtu. Lakini pia tuone kwamba kila mtu anayo nafasi ya kuweza kutumia. Asibaguliwe mtu kwa sababu ni mwanamke, asibaguliwe mtu kwa sababu ni mlemavu, na asibaguliwe mtu kwa sababu ni kabila fulani, asibaguliwe mtu kwa sababu ni wa kutoka sehemu fulani. Yani vitu kama hivi tuviepuke katika mchakato huu wa uchaguzi ili tuweze kuwa na uchaguzi wenye tija. Sasa nikulete katika uchaguzi wa mwaka huu 2025. Mtazamaji wa The Walking Bridge, uchaguzi huu wa mwaka 2025 ni uchaguzi ambao ni wa gharama kubwa sana. Kama unafuatilia kupitia bunge la bajeti kuu ya serikali iliyosomwa na Waziri Dr. Mwigulu Nchemba, iliyosomwa pale Dodoma, gharama za uchaguzi wa mwaka huu 2025 ni kubwa. Na nitakueleza kwa nini gharama za mwaka huu 2025 ni kubwa, mtazamaji. Sasa kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Waziri wa Fedha katika uwasilishaji wa bajeti ya mwaka huu 2025, anasema kuanzia mwaka jana mwaka 2024 mpaka mwezi Mei, mwezi wa 5 mwaka huu 2025, takriban bilioni 741.5 zimetumika katika maandalizi ya uchaguzi. Katika maandalizi haya ni maandalizi ya uboreshaji wa daftari la wapiga kura, maboresho ya orodha ya wapiga kura. Sawa sawa. Kwanza tukumbuke kwamba mwaka 2020 tulikuwa takribani wa Tanzania milioni 40 na kama sio milioni 50. Tuna milioni 40 na hivi, Mwaka huu wa 2025 tunakumbuka mwaka 2022 tumefanya sensa, wa Tanzania tulikuwa takriban milioni 61. Makadirio mpaka sasa hivi tunatarajiwa kuwa na Watanzania takriban milioni 64 na zaidi. Lakini pia watu wengi, wapiga kura wengi wameongezeka, wapiga kura wapya wameongezeka, majimbo mapya yameundwa, halmashauri mpya zimekuja na mwingiliano wa watu kutoka maeneo tofauti tofauti. Maboresho ya sayansi na teknolojia katika uchaguzi yaliyokuja,
na pia ushirikishwaji mkubwa unaofanywa na serikali kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata elimu ya mpiga kura, elimu ya kujiandikisha kupiga kura na mambo mengine kadha wa kadha. You understand, these things needs logistics, operations, finances, wataalamu, wananchi wenyewe kuwahudumia, wasaidizi, yani mambo kadha wa kadha. So mpaka sasa hivi bilioni 741.5 zimekwisha kutumika katika kuhakikisha zoezi la uandikishaji na uboreshaji wa daftari la wapiga kura unakamilika. Zoezi hili bado linaendelea, tunafahamu. Sawa. Sasa kulingana na bajeti iliyowasilishwa, makadirio ya bajeti ya Tume ya Uchaguzi mwaka huu 2025 katika kufacilitate uchaguzi, takriban trilioni moja zinatarajiwa kutumika kukamilisha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kama nilivyotangulia kusema awali kwamba fedha hizi zote zinatumika kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata fursa au anapata haki yake, na kwa usawa, usimamizi thabiti, ushirikishwaji, utoaji wa elimu kwa wananchi na mambo mengine kadha wa kadha ambao sisi sote wa Tanzania tutaona. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, na si kwamba ni lazima tuweze kuheshimu uchaguzi hapa Tanzania. Pamoja na ajenda zingine, ajenda kama no reform no election ni moja ajenda ambazo zinarudisha nyuma nguvu kubwa ambayo inawekwa na serikali kuhakikisha kwamba sisi kama wananchi tunapata haki ya kuchagua. Ni si wananchi kwamba tuwe wepesi sana wa kupembua mambo na kutambua kwamba ni kwa kiasi gani sisi kama Tanzania tunawekeza katika kuhakikisha tuna facilitate swala hili la kidemokrasia. Kama sisi wa Tanzania hatutasimama kidete kupigania kuona kwamba fedha ambazo zinawekeza katika masuala mazima ya demokrasia zinatumika ipasavyo, na sisi wenyewe tunashiriki kikamilifu na kwa nidhamu. Unajua nikisema nidhamu watu wanataka kuona kama vile namaanisha kwamba tufuate kila kitu, tusiseme katika kile ambacho kinaenda vibaya. Hapana. Nidhamu ipo katika kila jambo unalolifanya. Hata katika jambo hili kubwa la uchaguzi tunahitajika kuwa na nidhamu. Na maanisha nidhamu ni kwenda kuliendea jambo hili la uchaguzi kwa unadhifu. Unadhifu huu unatakiwa kwanza kufanyika na wadau wa serikali yenyewe, watendaji wa serikali, watendaji wa tume, wagombea, sawa, vyama vya siasa na sisi wananchi. Wananchi tutambue kwamba kupitia kanuni za uchaguzi wa mwaka 2025 wa rais, wa bunge pamoja na madiwani, kuna vitu tukivifanya vitajeopardize uchaguzi. Kwa mfano kama kubandua mabango ya uchaguzi wa vyama vingine, umeona, kwenda kufanya fujo katika kampeni za uchaguzi wa chama kingine. Lakini pia kanuni zile za uchaguzi wa rais, wa bunge pamoja na madiwani zinaeleza kwamba vyama visije vikaleta mwingiliano, na watendaji wa serikali waepuke zile ziara za kujeopardize, za kuingiliana na kampeni za kisiasa. Kwa hiyo unaweza kusema ni kwamba uchaguzi wa mwaka huu 2025 ni uchaguzi ambao umepangiliwa ipasavyo na viongozi wa tume ya uchaguzi, watendaji mbalimbali. Tunaona serikali, the commitment, the will and everything viko on set kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata haki yake ya kikatiba.
Wananchi wa Tanzania, tuilinde Tanzania, tuipende Tanzania na tushiriki kikamilifu katika jambo hili la uchaguzi wa mwaka 2025, mahali ambapo tunapata nafasi ya kuchagua rais, wabunge wetu na madiwani wetu. Bado wakati bao fakiri, langu jina ni Said Ramadhani. Tafadhali usiache kusubscribe, like na comment The Walking Bridge.